Kwa wale ambao tulikuwa tukiangalia televisheni au michezo ya televisheni miaka ya 2007 kama sikosei, 2008 na 9, bila shaka kawimbo haka si kageni kwenu. Bongo Dar es Salaam, bongo karibu wageni mtokao nje ya bongo, na mfikapo ndani ya bongo msifumbe macho. Kipindi hicho tulikuwa na braza mkubwa, au pengine ni kwa umri wake ni mjomba wangu kabisa, Kurwa Kikumba maarufu kama Dude, na kwa kizazi hiki mnaye Pengo Makeke. Sasa leo naenda kushare kitu ambacho kinahusiana na utapeli kwa biashara ya mtandaoni, ambacho kitakufungua na pengine kitakupa umakini ili kabla ya kununua au kabla ya kuuza uwe makini. Let's go. Used to be used, we do it with love. Habari wapendwa wafuasi na wateja wa Used to be used, na leo ningependa kushare na nyinyi moja ya sababu kuu ya kwa nini tumebadilisha utaratibu wa zamani kutoka mteja kulipia gharama zote za usafiri na gharama ya mzigo akipokea mzigo, na sasa tuna utaratibu mpya ambao tunakuwa tunamwomba mteja alipie kwanza gharama za usafiri, alafu gharama ya mzigo atalipia baada ya kupokea mzigo. Na hii imetokana na sababu ya kwamba siku hizi kuna wateja au niseme matapeli ambao wanakuja katika sura ya uteja. Yaani tapeli anakuja kama mteja, alafu mwisho wa siku kumbe kiuhalisia ni tapeli. Sasa kuna scenario kadhaa ambazo zinakuwa zinatokea ambazo zinapingizia sisi hasara maybe ya usafiri kutokana na mazingira kama hayo. Kwa mfano, kuna matapeli ambao wanaposti bidhaa nafuu sana. Kwa mfano, anataka posti TV inchi 55 Hisense au TCL au Samsung kwa shilingi 400,000, na anapata mteja ambaye huyo mteja naye pia amependa ile bidhaa, lakini pia amevutiwa na ule unafuu wake, kitu ambacho kiuhalisia unakuta kabisa ile bei ya bidhaa na bei ya bidhaa na quality ya bidhaa haviendani. Kwa hiyo tapeli akipata mteja anatupigia simu sisi kwamba let's say mteja yuko Ubungo, sisi tupo Tabata. Tapeli anatuambia bwana, mimi nahitaji TV inchi 55 Hisense au TCL au Samsung, nipo sehemu fulani. Sisi tutapakia mzigo, tutampa dereva apeleke. Dereva akifika, mteja atakagua vizuri, safi. Akisha kagua, mteja anajiridhisha kwamba mzigo uko vizuri, anamrudia tapeli bila kujua kwamba yule tapeli sio sisi. Umeona? Ataambia nimeona mzigo, nimeridhika nao, nalipia. Umeona? Dereva labda kaenda, kuna option mbili za either yeye alipwe keshi au alipwe pesa ilipwe kwenye namba yetu, lipa namba yetu moja kwa moja. Kwa hiyo dereva atamuuliza mteja kwamba unalipia keshi au kwa lipa namba. Ataambia nalipa kwa lipa namba ya ofisini ya ofisini kwenu. Kwa hiyo mteja analipa kwenye lipa namba ya tapeli ambaye ameagiza mzigo uende pale, akiamini kwamba analipa kwetu sisi. Kwa hiyo baada ya muda dereva atapiga simu kwetu kwa kama tumepokea malipo. Tutamwambia tujapokea malipo. Mteja akiulizwa anasema tayari nimeshafanya malipo tayari na yamekamilika. Akionyesha muamala, jina ambalo linakuja si la kwetu wala namba sio ya kwetu. Kumbe ni tapeli alikaa kama mtukati, middleman. Kwa hiyo mwisho wa siku mteja anakula hasara ya mzigo, lakini pia sisi tunaingia hasara ya usafiri, kwa sababu biashara inakuwa haijafanyika. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili, anatokea mteja anapiga simu, na hawa wengi waga wanasema wapo Buza. Sijui kwa nini ni Buza. Naomba watu wa Buza mnisamee bure tu, lakini mara nyingi inatokea wanasema wapo Buza. Mfano, anaweza kapiga mteja simu, anakuambia naomba uniletee friji, niko maeneo ya Buza kanisani. Unapeleka friji. Ukifika anakuambia fika mpaka sehemu fulani, labda kuna duka hivi na hivi na hivi. Unafika, dereva anafika mpaka pale. Akifika pale anamwambia naomba umpe simu huyo mwenye duka anisaidie kutunza huo mzigo, alafu mimi niko sehemu fulani uje uchukue pesa. Kwa hiyo kama dereva sio mtu wa kujiongeza, ataacha ule mzigo pale kwa mtu mwenye duka, na
wakati huo katumia simu ya dereva mwenyewe kuongea na mwenye duka. Sasa yule tapeli anapoongea na mwenye duka anamwambia, bwana, huo mzigo nimeletewa na nimeshalipia, lakini huyo mtu nini, mdau siko nyumbani, na hapo ulipo wewe ni karibu na nyumbani kwangu, kwa naomba upokee mzigo, alafu mimi nitaupitia hapo. Kwa hiyo mwenye duka anajua mzigo tayari umeshalipiwa na dereva kafikisha tu mzigo, ila mwenye mzigo wake ataufuata. Wakati huo utapenda namwambia dereva, njoo chukue pesa, niko sehemu fulani karibu na maeneo yale. Kwa dereva akitoka pale, yule tapeli kumbe anakuwa yupo around, au la ana mtu ambaye yupo around pale, anakuja faster, anachukua mzigo, anaondoka nao. Dereva akienda ile sehemu ambayo aliambiwa enda kachukue pesa, anafika kule pesa hakuna. Sio pesa hakuna, ni huyo mteja hapokei simu au kashamblock tayari. Akirudi kuchukua mzigo, anakuta tayari mzigo ushachukuliwa tayari na tapeli. Kwa hiyo inakuwa ni hasara ya mzigo, lakini pia ni hasara ya usafiri. Kama dereva akiwa ni mtu wa kujiongeza, akashtuka mapema, basi sisi tunaingia hasara ya usafiri. Unaona? Scenario ya tatu inatokea mara kadhaa, mtu anaagiza mzigo vizuri tu na unaamini ni mteja, na dereva akiwa njiani kupeleka mzigo, kama dereva sio mjanja au sio mtu wa kushtuka haraka, tapeli anamwambia, hasa wakati unaita hilo fridge au TV, naomba unisaidie, nimeishiwa umeme, alafu hapa lazima ukifika tutesti na umeme. Kwa hiyo naomba unisaidie ninunulie luku ya shilingi 10,000, alafu ukifika huku mimi nitakupa gharama ya huo mzigo pamoja na pesa yako ya umeme. Dereva sinaamini kwamba ni mteja ambaye nimeunganishwa na ofisi nimpelekee mzigo. Atakuwa ni mtu ambaye ni legit, yani sio tapeli. Kwa dereva kama sio mtu wa kujiongeza kweli, atanunua umeme, atamtumia tapeli. Akishatuma umeme, atafika mpaka ile sehemu ambayo alielekezwa afike. Akifika pale, tapeli apokee simu, kumbe shida yake ilikuwa ni umeme. Hizo ni baadhi tu ya scenario ambazo zimekuwa zikitokea kwenye hii issue ya biashara ya mtandaoni, na tunafahamu kwamba ni wachache tu ambao ni matapeli, ila wengi ni wateja halisi. Kwa hiyo tumeanzisha huu utaratibu wa kuomba mteja alipie gharama za usafiri kutokana na scenario kama hizi. Na sisi hatumwambii mteja alipie gharama ya mzigo wote, hapana. Tunaomba mtu alipie gharama ya usafiri ambao huenda ni kidogo sana, labda ni shilingi 10,000, 15, 20, inategemea na mzigo na location, na malipo mengine atafanya baada ya kupokea mzigo na kujiridhisha kwamba mzigo uko sawa. Na kwa wateja wa mikoani tunakuwa tunawaomba, kama unaweza umtume ndugu yako, jamaa au rafiki afike ofisini kwetu kwa ajili ya kuweza kuja kuchukua mzigo na kufanya malipo cash. Lakini pia kama hauwezi, unaweza kutuamini na tukasorti out mzigo wako wote mpaka kusafirishwa na mpaka unapofikia. Cha msingi tu na wakumbusha kwamba mara nyingi mtu anayetapeliwa huaga kuna kitu kimoja ambacho kinamponza, tamaa. Na si vibaya kutamani kitu cha bei nafuu, lakini jiridhishe kwamba ni bei nafuu na una uhakika kwamba ni salama na halali kwa pesa yako, ili usije ukatapeliwa. Used to be used, tunawapenda na kila siku tunajitahidi kuwapa huduma iliyo bora na kuhakikisha kwamba sisi tuko salama, lakini pia mteja wetu anakuwa salama dhidi ya scenario kama hizi za utapeli. Used to be used, we do it with love, and we want you to do it with love. Ciao, take care.